Ndugu zangu, nilikuwa niko tayari kwa ajili ya kupata fedha. Nilikuwa niko tayari kufanya chochote, kufanya lolote, lengo tu niweze kupata fedha, nipate money. Ilifika hatua ndugu zangu, nilikuwa nimeshaweza kujiwekea kwamba niko tayari, hata ikinibidi nivae na mimi sketi, hata ikinibidi nivae gauni, hata ikinibidi nivae wig, nilikuwa niko tayari kwa ajili ya kupata money, fedha. Lakini namtukuza Mungu ambaye leo hii ameniwezesha, nimevuka ndugu yangu mpaka kufikia hatua kiko hiki kwenye kola, kwenye shingo. Ndugu yangu, nakwambia sikuwahi kumhitaji Yesu katika maisha yangu, lakini nilikuwa niko tayari, nipo tayari, iwe ni mwanaume mwingine akapate kukutana na mimi, yani nilikuwa niko tayari chochote kwa ajili ya fedha. Sikuona shida zamani zile, iwe ni kumuondoa mtu, sikuona shida. Yote ilikuwa ni kupata nini? Mali. Nikuelekeze ndugu zangu, hii ujumbe huu si katika hali ya kuwa promoti hao watu ambao leo hii wanafanya hivyo vitu. Sikiliza nikwambie, unapotaka kufikia mafanikio unabidi uelewe. Unapotaka kuingia katika kupata mafanikio lazima ujue kuna Mungu na kuna shetani. Kama huna uwezo wa kukaa na Yesu Kristo Bwana mabwana, kuomba akapate kukusaidia kukuinua, na kwambia ndugu yangu, utavaa sketi, yani nakwambia hivi, utaokoteshwa sabuni chini. Yani itafika hatua wanasema utachuma mboga, mtoto wa kiume utainama kuchuma mboga. Nakwambia, najaribu tu kupunguza tu ukali wa maneno. Nakwambia sikia, nilikuwa na ndugu yangu mmoja. Ndugu yangu mimi kabla sijaokoka nilikuwa nataka nijiunge na hawa wanasema Freemason. Nilikuwa na ndugu yangu mmoja. Sasa niseme tu katika mpandeo, nitaenda kusoma neno. Nataka nikuelekeze kitu ambacho kitakujenga wewe. Sikia, nilikuwa nimejipanga, tuseme kesho ninabidi nitoke. Nilikuwa naishi Morogoro, nitoke Morogoro niweze kwenda Dar es Salaam, niende nikajiunge na Freemasonry. Nilikuwa nishapata connection, yani ilikuwa tu nishuke, nipandishwe kwenye gari, nifikishwe, kila kitu kiishe. Usiku wake Yesu Kristo akanitokea. Sasa na ndugu yangu mmoja, yeye yupo kwenye mziki na mpaka leo yupo, na wengi katika nchi ya Tanzania wanamjua, wanamfahamu. Yule ndugu akaniambiaje, ndugu yangu, kuna siku nimeshawahi kufika, bosi mmoja akanichukua akanipeleka kwake. Mimi katika wakili yangu mimi nikajua tu tutaenda kuongea mziki nini. Tunafika pale, bosi anakuja kuniambia, yani mtu ambaye ana sponsor, anasaidia watu kana kama unataka siji kurekodi, unataka kufika mbali, anasaidia watu. Anasemaje, kafika kwenye ile nyumba, bosi anaanza kuleta mambo ya kike. Anaanza kuleta mambo ile kana kwamba lengo lake lilikuwa anataka akapate kumuingilia, anataka akapate kumfanya awe mwanamke. Sasa ndugu yangu pale ananiambia, anasema, ndugu, yani pale yani ilikuwa nimepata tu akili ya ghafla. Nikamwambia, mimi nikajua kwamba wewe ndio unataka mimi labda nikufanyie wewe. Sasa mimi sikujua kumbe wewe ndio unataka unifanyie mimi. Mwisho wa siku yule bosi naye akaanza kumwambia, jisikia wewe, wenzako unamuona fulani, unamuona fulani, unamuona fulani, unamuona fulani, unaona fulani, unaona fulani, wanataja watu ambao ndugu yangu ni heshima. Kimbia fulani, hao wote wamepitia haya. Sikufikia tu ile hatua ya kusema kwamba nikaingilia mtu ama mtu akaniingilia, ama tuseme kufanya mambo mengine ya ajabu ya machafu. Sikufikia huko, lakini tayari nishajiandaa. Yani nilijiandaa kwa sababu nikawa najua hatua ninayotaka kwenda kuifikia lazima nitapitia hivyo vitu. Sijawahi kufika huko kufanya mambo ya ajabu machafu, sijawahi. Lakini tayari nilishajiandaa nikijua kabisa kwa kuwa natembea na huyu shetani, hakika muda ukifika nitabidi niishie katika ile eneo. Maana ninaona wengine watu wanapitia, wanafanyia kama huyo ndugu yangu nakwambia kwamba akaenda akataka kulazimishwa kupitia hicho kitu. Sijui kama ashaifanya, sijui. Lakini ndio hivyo. Nilikuwa nimejiandaa, lengo na mimi pia nikapata kwenda najua muda utakapofika nipitie hicho kitu, nikawa nishajiwekea. Wasanii wengi wamegombana kwa marafiki, tunajua, tunasikia. Baadaye wamegombana. Yule anaenda kuongelea sasa, mimi anajua siri zako, kuna vitu mlikuwa mnafanya, kwa sababu kuna watu wengine sio mlevi, kuna vitu wanafanya. Wapo wasanii wengi wanafanya vitu vya ajabu sana. Sio vizuri yani wanafanya. Kwa sababu imezungukwa na aina hiyo kubwa ya hivyo vitu wanavyofanya. Yani tuseme ushoga. Wasanii wengi wanafanya. Sisi wengine maskini na pesa zetu zonazo 100 tumelizika. Lakini wengine wanafanya hiyo. Kwa hiyo
Unavogombana vipi na yule jamaa yako mlikuwa mnafanya mfano? Anakutangaza. Okay. Atakuwa anaongea unaumia, atakuwa unajua anajua kila kitu, tuko nafanyaje hivi mbaya. Anajua kila kitu. Kwa hiyo inakuuma, mnaimba lakini mnagombani, mnasemana lakini inakuuma. Wapo mfano. Tena ndo wakubwa ni kabisa. Inasumbua, si anajua siri zako. Tuko tunafanya hivi, tunaenda kuloga hivi. Uganga tunafanya hivi. Mambo tupake dawa hivi, tunalala wote hivi, tunajificha hivi. Kasi atufanye hayo. Unataka ufike, unataka utoboe, unataka ufike juu, utapitia. Kuna wasanii wengine ndugu zangu yani sitaki tu kuwataja, yani wanalazimishwa kupitia hiyo hali lengo akapate kutoka hatua kwenda hatua. Nataka nikwambie, unaweza kuwa ni kijana ama ni binti, unaangaliaga hawa watu, unaangaliaga sijui kina Platinum, sijui kina Zuchu, unaangalia sijui kina Harmonize, kina you look at them afu unasema ah, ndio maisha fulani na mimi niyapate niladi niwe cool and all that. Sikia ndugu yangu, Yesu Kristo anarudi mpendwa. Sikia, yani parapanda itakapopiga, listen to me my friend, I'm telling you the truth. When the trumpet rings, when Jesus Christ comes back, parapanda itakapopiga, sikia nikwambie, hawa wote unaowaona wasania hawatakuwa na chochote. Sasa sikiliza nikuelekeze. Haijalishi umeingia ndani kiasi gani. Lakini Yesu anajaribu kutumia hii sauti kukuambia unayo nafasi ya kutengeneza. Sikiliza. Nasoma kwenye Biblia. Nasoma kwenye kitabu cha Marko sura ile ya 8 na mstari ule nasema wa 36. Marko sura ya 8 mstari wa 36. Biblia inasema, kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Sikia tena. Kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Nisikie ndugu yangu. Huenda ninazungumza hapa, wewe ni kijana na wewe umeweka kwenye akili yako unatamani ukapate kufika kwenye nafasi za hawa waimbaji wakubwa, uwe mwanamuziki mkubwa, uwe superstar fulani hivi watu wakuone, uwe kwenye fashion designs, tena huko ndo kwenye fashion door, yani Yesu Kristo. Kama ni mwanaume unapoingia kwenye mambo ya fashion, yani sikia, mimi ndugu zangu, yani isingekuwa Yesu Kristo kujitokeza. Mimi sikumuita Yesu, mimi niliokoka kama Paulo. Mimi niko ndani, kesho yake nimepanga nitoke nikapata kwenda zangu nikajiunga na Freemason. Yesu ndo akaja kunijilia, kunigusa. Yani mimi sikumuomba Yesu nisaidie. No, Yesu mwenyewe alikuja kanigusa. Ndugu yangu, isingekuwa hivyo, leo hii mimi nakwambia ningekuepo katika hatua ambayo wewe usikute ungekuwa unaniangalia na unatamani sana, yeye ndugu fulani na maisha fulani, yeye ndugu fulani na maisha fulani. Sikia. Nakwambia, listen to me very carefully my friend. Listen to me. Nimeonja aina maisha ambayo hayo unawafikiria unatamani kwenda kuyaonja maisha. Nimeyaonja kwa sehemu. Sisemi kana katika very high rate, lakini naweza nikasema kwa sehemu nimeyaonja. Nakwambia, yani ukiwa nje ya Kristo Yesu, kama wewe ni mwanaume, nakwambia yani Yesu Kristo mwenyewe alichukuliwa. Tukisoma Biblia kitabu cha Mathayo sura ya 4, Yesu alichukuliwa akapandishwa juu ya mlima, akaonyeshwa mali zote. Shetani akamwambiaje? Sikia, mimi nampa mtu yoyote ninayetaka. Ninachokitaka tu piga magoti sujudu tu mbele yangu. Sikia, kuna wengine wala wewe unataka kwenda juu, unataka kufika huku juu labda. Nataka nikwambie hivi, shetani, wanaume wengi, usione hii watu wanavaa sketi, wanavaa viatu vya kike, wanaume wanafanya hivi, wanafanya vile, wewe usione hiyo. Hii ni ile hali ya kukutengeneza. You want this. Yani anakuambia je, si unataka maisha haya? Si unataka kitu hiki? Si unataka jambo hili? Haya ndio utabidi upitie. Ndugu zangu, mimi nilishajiandaa muda mrefu. Nakumbuka zamani mjomba wangu, anko wangu alinipeleka kwa rafiki yake, wakawa wanaangalia hapo, bado mdogo, wakawa wanaangalia Jay-Z kuhusiana na mambo ya Illuminati na Freemason ile pale. Sasa wakawa anaonyesha Jay-Z, anaonyesha zile alama za pembe tatu, ananyosha vidole vyake vile, ana vidole vya katikati na vibinya hivi, si anafanya vile. Sasa mimi najifunza sasa, you want riches, you want to be rich, nini, you have to go through different stuff. Akawa anasema, mimi na udogo wangu tayari nishapandiwa mbegu kutokana na kile kitu nilichokiona kwa Jay-Z. Ndugu zangu,
Yaani mimi nilikuwa niko tayari long time ago. Nilijua, nilielewa, nilifahamu ya kwamba unataka kuvuka uweze kufika hatua hii, lazima kama mwanaume utavaa sketi. Unataka kuvuka uweze kwenda katika, lazima utamwaga damu. Yaani unataka kuvuka uende hatua hii, lazima utatoa sadaka, iwe ndugu, jamaa, rafiki, utatoa. Wewe sikia, kuna watu wengine ni matasa. Mpaka leo kuna watu ni tasa. Wamejitoa. Wewe sikia ndugu yangu. Yesu Kristo anaitumia hii sauti kukuambia huna haja huko. Yesu anasema nirudie tena. Marko sura ya 8 mstari wa 39. 36 anasema, kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote akiipata hasara ya nafsi yake? Ndugu yangu, Yesu anarudi. Tuko katika hii karne ya mwisho. Hivi uoni Yesu anarudi? Huu ndio muda. Ndugu yangu nisikilize, hujakutana na ujumbe bahati mbaya. Hujakutana na huu ujumbe bahati mbaya. Mungu amekukutanisha na ujumbe. Usikute tayari ushaingia huko, tayari ushafanyiwa hivyo, tayari ushaunga maagano. Sikia, kuna wachawi, kuna waganga, kuna mapepo, kuna watu walikuwa Freemason kama wewe, Illuminati kama wewe, walikuwa ni wabaya kama wewe, lakini leo walipomkubali Yesu Kristo wakabatizwa katika jina la Yesu Kristo, sikia, maisha yao yamebadilika. Yesu amewapokea, amewabadilisha, amewatengeneza. Unachohitaji ni watu sahihi. Unachohitaji ni watu sahihi kukaa chini yao ili wakapata kukulea katika hali ya kukuweka katika msingi ulio sahihi. Na kusii ndugu yangu, najua usikute umetishwa kama mtu ambao tayari ushajiingiza, ushatishwa, ushaambiwa ukitoka tu tunakuua, tunakuondoa. Sikiliza nikwambie mpendwa, Yesu Kristo ananituma kama sehemu ya kukwambia bado unayo nafasi ya kutengeneza. Yesu Kristo anakuita, anakwambia kijana wake kwamba anarejea, anakwambia binti yake kwamba anarejea. Nilikuwa nimepiga magoti ninaomba, na ghafla nilipo kwenye maombi ndugu yangu, Yesu Kristo akatokea mbele yangu, akaniita jina langu mara 3, akaniambia, Alan, waambie watu wangu ninarudi hivi karibuni. Akaniambia, Alan, waambie watu wangu ninarudi hivi karibuni. Akaniambia mara 3, Alan, waambie watu wangu ninarudi hivi karibuni. Nakwambia mpendwa, haitakufaidia chochote. Hautapata faida ya yoyote. Sikia, unapata magari, utapata cheni, utapata dhahabu, you will get everything that you want. You want to get millions of hits, you want to go to America, you want to be driving big cars, you want to be driving this, you want to be having this and that. You will get it. But siku pumzi yako itakapotoka, siku Yesu Kristo wa Nazareti atakaporudi kutoka kule juu kuja kutufuata, kutupeleka mbinguni, sikiliza ndugu yangu, hivyo vitu vyako vyote havitakuwa na faida yoyote. Yani vyote vinaisha, faida yake vinaisha, umuhimu wake vinaisha, kila kitu chake yani vinakatika tu. Yesu anatumia hii sauti kukwambia njoo kabla hujachelewa. Yesu anaitumia hii sauti kukwambia njoo kabla hujachelewa. Nimalize kwa kusema Biblia inasema, kwenye Biblia inasema kwamba Yesu akamwambia watu, enendeni mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Watu wengi walichoshinda kuelewa ni kwamba Yesu Kristo aliposema kwamba mkabatize kwa jina la Baba, Baba sio jina bali Baba ni cheo. Mkabatize kwa jina la Mwana, Mwana sio jina bali Mwana ni cheo. Ukiangalia kwenye Biblia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari ule wa 38 utaona watu wanabatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 10 ukasoma kuanzia mstari wa 45 ukaenda mpaka 48, unaona watu walienda kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 19 mstari wa 1 mpaka mstari ule wa 6, watu walibatizwa tayari, lakini wakarudia ubatizo baada ya kufundishwa wakabatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Maana yake ni hii: ulibatizwa kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ukisoma Biblia hakuna mtu hata mmoja aliyebatizwa kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Unahitaji kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Ndugu yangu, unatamani kuokoka? Umekwisha kujiunga na hivyo vitu? Unatamani kutoka? Unatamani ukapate sijui kanisa pa kusali? Unatamani ukapate kubatizwa katika jina la Yesu Kristo? Namba za simu hizi utaweza kuzitumia kama sehemu ya kuweza kunipata. Na namba ya simu ya kunipata, kama upo Tanzania, utaandika tu 07
10679104. Lakini kama upo nje ya nchi ya Tanzania, huko Congo, America, Canada, Australia, anyway, utaweka hiyo country code ya jumlisha 255-710679104. Ndugu yangu, Yesu anarudi hivi karibuni. Rekebisha, tengeneza kabla hujachelewa. Ninaomba hayo yote Mungu akusaidie. Fanye maamuzi yaliyo sahihi. Amen.